Na wasalimu tena watazamaji wangu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mahali popote upo, nashukuru sana Bwana kunipa nafasi siku ya leo tena kukutana katika TV yetu ya Riverside. Popote ambapo yupo, naenda kuomba ndio tuingie katika neno. Na hiyo neno itakuweka huru, itakusaidia kuokoa maisha yako. Usisahau na mimi jina langu ni Nabii Alois Barikiwa ama Pastor Alois Barikiwa. Kanisa langu ni Power of God Barikiwa Church pale Choka. Unapotoka sehemu ya town utaenda pale katika KBS ama bus station. Utachukua matatu namba 39. Na kuchukua matatu namba 39, waambie wakushukishe Choka stage ambayo inaitwa Karau stage. Hapo ukipiga namba hiyo iko katika runinga yako na tutakuchukua na utakuja kanisani. Wacha tuingie katika neno. Leo tunaenda kusoma kitabu ya Nabii Isaya. Kitabu cha Nabii Isaya 38 ambayo inaongea kwa mtumishi wa Mungu mmoja aliyekuwa anaitwa Ezekia. Wacha tusome kitabu hili. Maandiko yanasema hivi: siku hizo Ezekia aliugua, akawa katika hatari ya kufa. Na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hautapona. Basi Ezekia akageuza uso wake akaelekeza ukutani, akamwomba Bwana akisema, Bwana, kumbuka haya na kusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika ukweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Ezekia akalia sana sana. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, nenda ukamwambia Ezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15, nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme Hasuri. Wacha tuweze kuomba pamoja na wewe ndio niendelee kunena katika hili kitabu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kunileta mahali hapa Bwana. Mtazamaji ndio huyo ako hapo ameketi wala amesimama, Jehova, nitakusikia injili. Muumba mbingu na nchi, ingia ndani yetu pamoja. Niwe chombo mbele yako, nitakaosema chote Bwana iwe yako. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Tuseme amen. Nashukuru sana Mungu wetu wa baraka kwa sababu ametupa nafasi tuweze kunena pamoja. Tunajifunza kuhusu maombi. Huyu mwanaume alikuwa anaitwa mfalme. Alikuwa anaitwa Ezekia, alikuwa ni mfalme. Hakukuwa mtu tu. Alikuwa mtu ambao ni mfalme. Wafalme wengi hawaheshimu Mwenyezi Mungu. Lakini huyo ni mfalme, alikuwa anaheshimu Mwenyezi Mungu sana. Alikuwa anaheshimu Mola. Na mara kadhaa alikuwa naomba na alikuwa anatenda mengi mbele yake Mwenyezi Mungu. Sijui alikuwa anajenga kanisa, alikuwa anasaidia wale hawajiwezi, wale ambao wanapata kwa barabara na hawajiwezi alikuwa anasaidia. Alikuwa anashughulikia wanyonge. Ndipo siku moja bila kutarajia akawa mgonjwa. Vile kawaida mtu hata kama mfalme ama mtu aina gani unaweza kuwa mgonjwa. Ugonjwa ichagui ukiwa na mamlaka kiasi gani unaweza kuwa mgonjwa. Naam. Ikiwa anangoja kupona, kwa sababu mtu akiwa mgonjwa anatarajia kupona. Hapo Nabii Isaya Mungu akamtuma kutoka kwa boma yake pale. Akaja kumwambia mfalme, tafadhali tengeneza mali ya nyumba yako. Peana watoto wako, maana ugonjwa unaougua si ya kupona, ni ugonjwa ni ya kifo. Mtumishi wa Mungu hakuwa tayari kwa kukufa, kwa sababu hakuna mwanadamu anaweza kuwa tayari kukufa. Bali hilo jambo iliingia ndani ya moyo wake sana. Ilipoingia ndani ya moyo wake sana ilimtingiza. Alitazama hawezi kufa. Akageuza uso wake akalekeza ukutani. Akaanza kuongea na Mungu. Na alilia na akalia. Mambo gani inakusumbua moyo wako mtumishi wa Mungu? Mahali ambapo yupo. Mahali gani umefikia? Pengine kuna shamba yako inanyang'anywa. Pengine kuna biashara yako imeanguka. Pengine mambo yako unayotengeneza inakufa tu. Unapata mimba kabla mtoto hajakuwa ama hujajifungua, unastukia mimba imepasuka. Haya ni kazi ya Shetani. Kwa sababu kama ni ya Mungu iwezi tendeka hivyo.
Maandiko yanasema kwamba huyo mtumishi wa Mungu alikuwa anaitwa Hezekia mfalme. Kusema kweli aliona hii sio mambo ya kawaida. Na anaweza kuongea na Mungu. Na akageuza uso wake akaelekeza ukutani, akaanza kuongea na Mungu. Na aliongea na uchungu sana. Wacha tunaenda katika maombi ambayo yanaweza kuokoa mtu kwa shida. Maombi ambayo yanaweza kutoa tatizo kwa mtu. Wapendo, unapoanza kuomba, lazima uende mbele yake Mwenyezi Mungu ukitulia kwanza na kuomba msamaha. Kama haujakuwa tayari katika ile shida uko nayo. Watu hupata tabu, watu hupata shida, matatizo ni mengi kusema kweli. Watu hupata matatizo mengi. Kuna wengine ambao wanachukuliwa pesa zao na hawezi kurudishiwa. Kuna wengine ambao ako kwa nyumba lakini pesa ya kulipa ile kodi ya nyumba hakuna. Kuna watu wako na tatizo tofauti, lakini kuna njia inaweza kukutoa kwa hiyo shida. Ningependa nikwambia kwamba kuna njia kipekee ambayo inaweza kukutoa kwa hiyo shida ni maombi. Unaomba Mungu. Maandiko yanasema kwamba mtumishi wa Mungu Hezekia aliona hayuko tayari kufa. Hayuko tayari kupoteza maisha yake. Akaanza kuongea na Mungu, kumwambia Mungu wangu tafadhali, tazama vile nimekwenda mbele yako katika ukweli. Tazama vile nimefanya kazi yako kulingana vile unataka. Ndugu yangu, mahali yuko ama dada yangu, je, umefuata ukweli? Unaenda kanisani vizuri? Unafanya kazi ya Mungu bila shida yoyote? Je, jambo gani wakati shida imetokea, wakati ambao maadui inakuja kukufuata? Pengine maadui inakufuata wanataka kunyang'anya shamba yako. Pengine maadui inakufuata wanataka kuua mtoto wako. Pengine maadui inakufuata wanataka kumaliza hata mke wako ambaye anakulinda vizuri. Wewe jambo gani utaeleza Mungu? Jambo gani utamueleza Mwenyezi Mungu? Mambo gani utakuwa tayari kumueleza Bwana wetu wa mbinguni? Kusema Bwana, mimi tayari nataka uniokoe. Maandiko yanasema kwamba mtumishi wa Mungu alitaja mambo mawili matatu. Bwana, tazama vile nimekwenda mbele yako katika ukweli na moyo ambao imenyoroka. Mimi ni mnyonge mbele yako, na akalia. Je, maombi ambao unaomba wakati mtoto wako ni mgonjwa, unalia kweli? Machozi yamewahi kutoka? Machozi yamewahi kutoka? Chunguza. Mungu anashughulika na watu wengi. Dunia umejaa watu wako na shida kila aina. Kuna wengine saa hii wako katika msituni wanaenda kuomba, wako nyikani wanaomba kule, wanaomba wanalilia Mwenyezi Mungu. Wengine saa hii wanaenda kushughulika kwa maombi ya kanisa, wanaomba kwa kanisani atoki. Lakini wewe mwenyewe umefanya jambo gani? Jambo gani itafurahisha Mwenyezi Mungu? Pengine katika kanisa hili pale kuna jambo ambalo inafaa ufanye, lakini unasimama unakataa kufanya mambo kama. Kwa sababu gani? Pengine kuna mtu ambaye anaelekeza maneno kwako ambao si mzuri. Ningependa nikueleze kama mpendwa, wewe ndio utasaidia maisha yako, sio mwingine tena. Ni wewe ndio utasaidia maisha yako, na kulingana na ile hatua ambayo utachukua. Hatua ambayo utachukua kama uko tayari kupata hiyo tatizo, lakini lazima ugeuze uso wako ukalekeza ukutani. Wakati umegeuza uso wako ulekeze ukutani, itakusaidia sana kuongea na Mungu. Hezekia alikuwa na watoto wake, Hezekia alikuwa na mke wake, Hezekia alikuwa na marafiki zake, lakini wakati alipata habari ambao inaumiza moyo wake, aligeuza uso wake kalekeza ukutani. Hakuwa anataka kunena na mtu yoyote. Hakuwa anataka kuongea na mtu yoyote, hata alikuwa anataka aongee na Mungu. Wewe ukipata ujumbe mbaya kwa jirani, unaanza kupigana naye. Ukipata ujumbe mbaya kwa yule mtu alichukua pesa yako amekataa kurudisha, unaanza kubishana naye. Ukipata ujumbe mbaya kwa mtu ambaye ako na maneno na wewe, anatafuta bila atakunyang'anya shamba yako, unaanza kubishana naye. Hapana, kuna Mungu. Ningependa nikueleza kwamba kuna Mungu. Kuna Mungu. Badala kuongea na huyo mtu, kubisana huyo mtu, kupigana huyo mtu, kuna Mungu ambaye amekubali akafika kwako. Anza kunena naye. Lekeza uso wako ukutani. Anza kuongea na huyo Mungu, na Mungu atatenda miujiza vile unavyotaka. Kwa sababu gani? Kama unataka kitu mpendwa, Mungu ndiye anaweza kubadilisha. Wakipanga ukufe, Mungu anaweza badilisha uanze kuishi, kwa sababu Mungu ni kila kitu. Mungu anaweza yote. Mungu sio mwanadamu. Mwanadamu anaweza kutakia mabaya, lakini Mungu mwenyewe atakutakia mazuri. Kile yale ambayo inanifurahisha katika ile maandiko, inatueleza kwamba mtumishi wa Mungu Hezekia aliposikia ujumbe ya kwamba kuna shida, aligeuza uso wake akalekeza ukutani, akalilia Mungu. Na baada ya kulilia Mungu, Mungu akarudi kwa nabii Isaya, akamweleza Isaya tena, rudi ukamweleza mtoto wangu, nimeona machozi yake, nimetazama na macho yangu, na nimeyasikia maombi yako. Kwa hivyo sasa hivi atakufa. Nimekubali kuongeza miaka 15.
na mama ama ndugu, tafadhali na kueleza kitu moja. Jifunza vile utakwenda mbele za Mwenyezi Mungu. Jifunza vile utaomba na fujo. Jifunza vile utakwenda mbele za Mwenyezi Mungu. Kuna maombi yanaweza kukuokoa wewe. Maombi ambayo yanaweza kukuokoa katika shida ni maombi ya uchungu. Maombi ya machungu, maombi ambayo unaangalia maisha yako, unaona maisha yako imeelekea mahali pabaya na hakuna mtu anaweza kusaidia. Hakuna mtu anaweza kutoa kwa hiyo shida, ni Mungu tu. Unalekeza uso wako ukutani, unaanza kuongea na Mungu, ndiye ataondoa hiyo shida. Haijalishi umekuwa na matatizo aina gani, haijalishi shamba yako unanyang'anywa, haijalishi mtu anakuwekelea maneno kila siku, haijalishi kuna mwanamke anakunyang'anya ndoa yako, haijalishi kuna mwanaume ambaye anavunja maisha yako, anaharibu, haijalishi kuna mtu anatembea kwa mchawi kila siku, lakini nakwambia kwamba leo hii Mungu ataenda kumguza mali yuko. Ukiwa umegeuza uso wako ukalekeza ukutani, wakati umegeuza uso wako ukalekeza ukutani, unaelekeza uso wako alafu unaanza kuongea na Mungu. Na ukiongea na Mungu, Mungu wetu baraka atasimama na wewe, hata kuacha milele kamwe, ukiwa unaamini kwa Yesu Kristo. Usifanye mistake wakati shida imetokea unaanza kubabaika na maneno. Hebu kumbuka mtumishi wa Mungu mmoja alikuwa anaitwa wawili, mmoja alikuwa anaitwa Paulo na mwingine alikuwa anaitwa Sila. Walipokuwa wamekamatwa wakanapohubiri Injili, hawakuwa na makosa yote. Kwani walikosea nini? Hakuna yule mtu aliwakosea. Lakini kwa Injili ya Bwana, unapohubiri Injili lazima upate temptation. Unapohubiri Injili lazima watu wakuonea vibaya. Unapohubiri Injili lazima upate maadui wengi. Maandiko yanasema kwamba Paulo na Sila walikamatwa wakawekwa ndani ya gereza. Walipowekwa ndani ya gereza, lakini walisifu Mungu. Hawakuacha Mungu wetu. Wakasema kwamba huyo Mungu ndiye atatuokoa ndani ya gereza. Shida gani umetokea kwako ambao inakushinda kuomba? Ukiwa umepata matatizo kiasi gani, zidi kuomba. Ukiwa ugonjwa umeingia kwa nyumba yako, zidi kuomba. Hata madaktari walikupima wakasema kwamba uko na kansa, na kuambia kansa Mungu anaweza kumaliza. Kuna watu wengi tumeombea wakapona. Pengine uliwekwa kwa madawa kwa sababu uko na ugonjwa ya ulcers, tumbo imekuwa na shida. Ningependa nikwambia kwamba Yesu Mungu wetu anaweza kung'oa hiyo kitu. Tumeona kweli Mungu akitenda. Tumeona Mungu akitenda mengi. Hata kama daktari alisema kwamba katika maisha yako uko na ugonjwa ya kansa, uko na ugonjwa ya diabetes, uko na magonjwa sugu ambayo haiwezi kuisha, kwa Yesu Kristo inaisha. Mimi niko hapa tayari kukuombea mahali ambapo yuko, kwa sababu najua ya kwamba kwa maombi utabarikiwa. Kwanza ona vile utashikana na Mungu. Tafuta urafiki katika na Mungu. Ona vile utaomba. Uombe na uombe na uombe na uombe, na Mungu atasikia maombi. Mimi niko hapa naweza kwambia kwamba sisi wanabii ama sisi mapastors tuko kwa kusukuma. Tuko hapa kukuinua, tukutoe kwa shida. Wakati ambao umeamini unaomba, sisi tunakushika mikono, tunakuinua katika ile shida iko. Ningependa nikueleze kwamba wacha nikuelekeze katika kanisa yetu pale vile kazi inatendeka. Kuna wale wamepata shida, tumewaombea na wamebarikiwa. Sasa hivi tazama haya na Mungu atakubariki katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Amen. Naamini ya kwamba mtumishi wa Mungu umeona haya vile Mungu anafanya kazi. Ningependa nikueleze tena. Hebu tazama vile huyu mama anatoa ushuhuda ama huyu ndugu. Wale Mungu amewatendea. Kweli Yesu anatenda. Yesu anatenda baada ya maombi. Ukiomba sana utatendewa. Hebu tazama ushuhuda hii na utafurahia katika jina la Yesu Kristo. Kuna ushuhuda nilitoa hapa. Nilikuwa nasikia ushuhuda vizuri. Hebu kuja na hiyo. Hebu sema Sunday iliyopita. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Sunday yenyewe inapita. Weka tu kwa domo mzuri watu. Nilikuwa napita hapo nje, nikasikia basi akihubiri. Akisema mwenye ako na sadaka atoe sadaka ya uchungu, nikaingia ndani. Nikakuja nikatoa hiyo sadaka, pastor akaniwekelea mkono. Sasa na nilikuwa nimehangaika sana kutafuta kazi sipati. Naenda naambiwa acha namba ya simu na acha sipigiwi. Nikijaribu kupiga hiyo simu naambiwa ngoja kidogo. Lakini sasa ikafika Monday. Mzee yangu akaambiwa na huyo bosi, enda uambie bibi yako pesa ingie kazi. Hiyo Tuesday nikaingia kazi na naendelea na kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Nampenda Yesu. Piga Bwana Yesu makofi. Ungependa kueleza wale ambao hawana upendo kati yao na Mungu, wafanye nini wabarikiwe bila ulibarikiwa? Watolee Mungu sadaka na roho moja. Amen. Amen. Piga Bwana Yesu makofi. Asante sana, Mungu akubariki sana. Nenda tupa. Nataka nikueleza tena upendo tu. Alafu naomba Mungu. Na usione mimi nataka pesa yako. Mimi niko na yangu hapa nakula. Hata nikitaka kwenda kukula mzuri. Mimi nataka niondoe maskini kwako. Usione nataka, sitaki pesa yako. Nataka nikuondolee maskini. Na hiyo wazo weka kando kabisa.
Muda sikudanganya pesa, nataka pesa. Kwa mimi niko na zangu ambao nakula. Nataka tu maskini ambaye yuko hapa tutoe. Amen. Asante sana watumishi wa Mungu, nafikiri ya kwamba umesikia ushuhuda na umeona vile Mungu ametenda kwa huyu kijana ambao umeona na huyu dada. Ningependa nikueleze ya kwamba hiyo ni kazi ya Mungu. Usipoteze muda wako. Kama una shida, usikae nyumbani. Kuja kanisani hapa uweze kufanyiwa maombi. Siku zetu za maombi ni mzuri sana. Tunaomba siku ya Sunday. Tunaomba siku ya Sunday kuanzia saa ngapi? Saa 3 kamili tuko kanisani. Tunaomba mpaka saa 7 na tunafunga ibada yetu. Siku ya Tuesday pia niko pale kufanya maombi ya deliverance hivyo. Siku ya Wednesday pia niko kanisani pale. Siku ya Thursday na Friday. Ukija utaombewa. Bora tu umepiga hiyo namba. Piga hiyo namba. Ukipiga hiyo namba mpendwa, na nitakuchukua ama nitatuma mtu akukuchukua na utafanywa maombi. Haijalishi umekuwa na shida gani. Tumbo, shida kuuma na kichwa, shida kuona mazetani usiku, kusumbuliwa na mapepo, mambo kila aina, na kuambia Yesu Kristo mwana wa Mungu pekee atakuweka huru. Niko hapa kukushughulikia in the mighty name of Jesus. Jaribu tu upige hiyo namba, ama kama unaweza kuja na gari, usisahau nenda town pale bus station. Chukua matatu ya kukuja Ruai ambayo inapita Kagundo Road. Ukipanda hiyo matatu, usisahau na namba ya simu. Namba ya simu ni hapo iko kwa screen yako, 0721 39 5000. Na ingine tena 0711 40 3511. Ukipiga hizo namba utanipata mimi mwenyewe na nitatuma mtu akukuchukua na nitakuombea vizuri, utapona. Hata kama uko na shida, kuna uchawi umerushiwa, na kuambia hiyo uchawi itang'olewa in the name of Jesus. Utawekwa huru na utapona. Kwa hivyo mpendwa, na kusubiri siku ya Sunday, njoo tuombe pamoja. Pia ningependa nikueleze kwamba ninayo ofisi mahali ambapo naombea watu. Unaweza kuja, tutakaa chini, tunawasiliana vizuri na Mungu atakubariki. Mungu atakuonekania na uweze kubarikiwa. Wacha kama uko na shida yoyote, hebu nyosha mkono wako kwa screen niweze kukuombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, huyo mgonjwa tayari ameelekeza mkono wake kwenye television. Mungu mponye magonjwa, shida, matatizo. Amekosa kazi, peana kazi. Kila kitu ambacho amekosa Bwana peana. Mungu ukimwonekania, tuendelee kukusifu katika jina la Yesu Kristo. Ni mambo ya kuamini. Kama roho yako mwenyewe ungependa kusupport hii ministry ama kusupport kipindi ambacho tunaendelea nao injili, wapendwa, tuma sadaka yako kwa hiyo namba na Mungu atakubariki. M-Pesa iko hapo na Mungu akubariki. Bye bye, na tuonane tena wakati kama wa leo. Amen.